ya mtu, anaongea vitu, anakazia, anafafanua, mnaweza kusema anapoteza muda. Natamani wachungaji wa hivyo ufahamu katika mambo ya rohoni, waweze kuyasimamia vizuri na kuyachochea mambo haya. Yanajenga sana, yanajenga sana, yanauisha sana. Kwa nini yanajenga? Swali, mtu anaposimama kunena mambo haya yanajenga, kwa nini? Kwa nini yanajenga? Jamani, hivi amjengeki hapa? Unajengeka, si ndio? Kwa nini anajenga? Akinena mwanamke tunajengeka. Mjibu wa Bwana. Nauliza, mwanamke akinena kinabii, akihubiri kinabii, akifundisha kinabii, akikazia kinabii, tunajengeka hatujengeki? Naomba wanawake mnyamaze. Wanawake mnyamaze. Nauliza wanaume huku viongozi, mwanamke anapofundisha kinabii, anapohubiri kinabii, anapokaza kinabii, tunajengwa hatujengwi? Anayetujenga ni nani? Kupitia nani? Kupitia nani? Wanaosema si haki, si halali mwanamke kunena katikati ya kanisa, wanaielewa Biblia? Jiulize, wanaielewa Biblia? Kwa nini wao mtumie watu wajengwe? Kwa nini Mungu amtumie? Hayo ni makosa makubwa juu ya tafsiri ya Biblia vibaya. Hawajamwelewa Paulo alikuwa na maana gani. Wamezuia kina mama. Mimi tangia nimeanza uchungaji mwaka 1983 wakina mama wanaongoza kwa huduma ya kinabii kulijenga kanisa, wanaongoza kwa kuonyesha mambo ya mbele. Kwa hiyo aliposema watatabiri, wakatabirie wapi? Wakatabirie wapi? Swali, hawa wakina mama wakatabirie wapi? Wakahubirie wapi? Yaani tumia akili ya kawaida. Au tudia msali, watatabiri au ni hujasoma vizuri. Hujasoma vizuri, ni wanaume tu. Amesema watakao tabiri ni wanaume, sio wanawake. Wanawake ni marufuku kunena kwenye makusanyiko, marufuku. Soma vizuri, mwangalizi. Mstari wa 18 anasema naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nauliza kwa wachungaji pale kanisani kwako, wanaongoza kwa mafunuo ni wanawake ni wanaume? Mseme ukweli. Na upande huku wanaongoza ni wanawake ni wanaume? Ni wanawake. Tuko pamoja. Haleluya. Sasa mtu akimdharau mwanamke kwamba sio mtumishi wa Mungu, mimi nasema amekosa utamu wa wokovu. Amekosa nini? Wanawake ni wahubiri wa kutisha. Naomba wanangu mjitambue hivi, ni wahubiri wa kutisha, ni manabii wa kutisha sana. Ila sasa wakina mama nini, mmependelewa na Mungu, ila ni wepesi pia kupeperushwa na imani za kigeni. Mnatekwa ovyo ovyo, mara mnashabikia vitu sio sahihi. Ila mnapendwa sana, tuko pamoja. Ila mnapendwa sana. Sasa nirudi nyuma kidogo. Siku ya Pentecost. Labda tunaona pale mbele. Amefafanua nani? Petro, si ndio? Amenukuu nabii kutoka wapi? Mchungaji, mshika. Unajua muhimu wa Agano la Kale? Unajua muhimu wake? Yaani bila Agano la Kale, Agano Jipya haliwezi kueleweka. Agano Jipya limebeba unabii wa Agano la Kale. Yanayotokea shahidi ni Agano Jipya. Na ndio maana Petro akasimama akanukuu hayo maandiko. Kinachoendelea sasa hivi lazima kiwe na unabii wapi? Agano la Kale. Kama hakina unabii ni batili. Ibada za leo lazima siwe na unabii wapi? Wapi? Agano la Kale. Kuabudu katika roho, kulitabiriwa. Kulitabiriwa. Kulitabiriwa.
turudi tena. Siku ya Pentekoste nisema ulikuwa mkutano wa nini? Wa kidini. Baada ya mavuno, siku ya 50 walikuwa wanasherehekea Wayahudi. Sikukuu ya kidini. Ndipo roho iliposhuka ikageuka. Pentekoste maana yake 50. Kwa lugha ya wenzetu. Ikageuka. Pentekoste ni siku roho iliposhuka na nguvu zake. Kwa hiyo kwetu Pentekoste ni nguvu za Mungu. Haleluya. Pentekoste ni nguvu za Mungu. Kutembea kwa Pentekoste maana yake ni kata nguvu za Mungu. Bila nguvu za Mungu hakuna Pentekoste. Hakuna Pentekoste. Hebu twende sasa. Baada ya Petro kufafanua, hebu twende mstari ule wa 37. Matendo hiyo hiyo. Sura 37 inasema hivi: walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao. Waliposikia haya, mafafanuzi hayo, wakachomwa mioyo yao. Hao ni watu gani? Nauliza wachungaji, ni watu gani hao walichomwa mioyo yao? Watu wa dini. Dini gani? Kiyahudi. Ya Kiyahudi. Ina maana roho hakushuka kwenye dini ya Kiyahudi. Swali, roho alishuka kwenye dini ya Kiyahudi? Hakushuka. Hakushuka. Si watu wa Mungu wale? Nauliza, si watu wa Mungu wale? Alishuka kwa waliomwamini Yesu. Alishuka kwao waliomwamini Yesu tu. Manake kuhesabiwa haki ni kwa njia ya imani katika nani? Sio kwa njia ya sheria. Kwa hiyo roho akashuka kwa wale waliomwamini Yesu. Hakushuka kwenye dini ya Kiyahudi. Sasa swali langu ni hili: ninyi mnayoitukuza Israeli mpaka mawinguni mpaka sasa, na wauliza swali, mnaitukuza Israeli mpaka mawinguni, wameridhia na ushoga kule ni halali, wanapinga habari za Yesu, wanasema Yesu alikuwa shoga, halafu bado mnainua. Yaani kuna majitu mengine yamesoma lakini bure kabisa, bure kabisa, wanaitwa profesa bure kabisa, wanamtukana Yesu kule, unainua taifa la Israeli juu. Nikupe siri, siku ya Pentecost lilitoka tangazo kwamba taifa la Israeli limeporomoka, limeshuka sawa na mataifa mengine. Hata wao wanamhitaji Yesu, la sivyo hawana uzima wa milele. Hawana uzima wa milele. Kama lisingeporomoka, kama lisingeliachwa, wangelijazwa roho wa Mungu, wangelijazwa. Ujazo nyakati zote ni alama kwamba hawa ni mali ya Mungu. Ujazo wa roho hawakujazwa. Mimi na wasifu walikuwa ni waungwana. Petro alipofafanua kwamba kumbe huu ni unabii uliotabiriwa kwamba siku za mwisho Mungu atawamwagia watu wake roho wake. Mbona sisi tumeshika sheria sana? Kama ni mambo ya Sabato iko kwetu. Kitimoto hatuli, kambale hatuli, bata hatuli, vitu vingi hatuli. Mbona roho hajashuka? Kama ni wiko ya Sabato tunazingatia, mbona roho hajashuka? Wakachoma mioyo yao kwamba hapa tumeachwa, lazima tubadilishe msimamo. Wakauliza swali, kwa nani? Kwa Petro. Kwa nini waliuliza kwa Petro? Kwa nini wakuuliza kwa viongozi wao wa kidini? Wameelewa tuongea Petro. Wakauliza swali kwa Petro. Kwa nini waliuliza kwa Petro? Swali, kwa nini waliuliza kwa Petro? Walitaka kujua siri. Siri ilionekana kwa kina nani? Kwa kina Petro. Wakina Petro ndio waliojazwa. Hao walikuwa ungwana. Wakawauliza walionena siku ya Pentecost. Wakina Petro wakajua kwao kuna majibu sahihi.
Majibu sahihi yako kwa hawa. Watuambie siri ya wao hii ahadi kutimia kwao. Kwa nini kwetu haijatimia? Tumeachwa. Tunaabudu sana, tumeachwa. Mambo haya hayajatendeka kwetu, tumeachwa. Kama hayatendeki kwenu, mumeachwa. Mumebaki na dini yenu, haitawasaidia. Siku ya parapanda ni majibu. Wakauliza Petro akopesha, akasemaje? Wakamwambia Petro na mitume wengine, ndio walinyoka na kina Petro, wakanyoka na kina Petro. Swali langu ni hili, wakina Petro walikuwa na nene ya chumbani, walijificha na mambo haya peupe. Walisikika. Walipowasikia na ndipo wakataka kujua. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Ndio kwamba mlibatizwa tangia utoto, tubu mkabatizwe tena. Tangia utoto tulibatizwa sijui na nini. Petro hakujali, akasemaje? Tubuni mkabatizwe. Ni matusi kumwambia mtu mwenye dini atubu, kwamba mimi ninasali Bwana, ninasali tangia mababu huko niko nasali. Petro akasema haya mambo hayaji bali kwa kutubu. Haki inapatikana katika Yesu Kristo. Mtu anahesabiwa haki kwa kumwamini Yesu, si kwa sheria. Hiyo imeshapitwa. Kama bado mko kwenye sheria, mnatakiwa kutubu kwa kuchelewa kumpokea Yesu. Tubu. Anaenda kuongea Petro, mpate ondoleo la dhambi zenu. La kwanza, tubu. Baraka za Mungu zinakuja kwa waliotubu. Hakuna baraka kabla ya kutubu. Hakuna miujiza kabla ya kutubu. Na ndio maana sasa waganga wanafanya mikutano. Ndio unasema askofu, natoboa mno. Natoboa ndio. Huwezi kukanyaga mafuta ya upako ukiwa mwasherati, ukabakia na uasherati. Umemwacha mke wako, umeoa mwingine, unaenda kanyaga mafuta tupokea miujiza. Nakwambia hivi, kanuni iko hivi. Kabla ya miujiza, Roho anadai matengenezo. Anawaambia watu watengeneze kabla ya miujiza, kabla ya baraka. Haiwezekani miujiza ikaja kwa mtu hajatengeneza. Kapora mume wa mtu, miujiza. Kapora mke wa mtu, miujiza. Huyu ni mwizi, miujiza. Huyu ni mtonganishi, miujiza. Huyu ni mlevi, hajatolevi, miujiza. Unasema amen? Huo ni uganga. Haya ni mazingaumbwe. Kwani ukienda kwa mganga analea utakatifu? Hakuna. Na ndio maana sasa watu wanaenda kwenye mikutano waovu, wanarudi ni waovu. Petro anawaambia tubuni. Maana kigeuka, baraka hizi ni kwao waliotubu na kuacha dhambi. Twende. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Haleluya. Ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na watu wote walio mbali watakaoitwa na Mungu, Bwana Mungu wetu wafanye nini? Wamjie. Ni kwa wote. Ni kwa wote. Unabii wa Yoeli unasema ni kwa wote, sio kwa wachache.